Habari zenu Tanzania. Tafadhali mkataeni mzee Butiku kwa nguvu zote. Mkataeni huyu mzee. Huyu mzee ni nyoka. Huyu mzee anatumika. Kama mtakumbuka, mtu wa kwanza aliyetoka na kumvunja nguvu na kumtukana Captain Tesha alikuwa ni mzee Butiku. Huyu mzee alimkemea Captain Tesha vibaya mno kwa sababu tu alitoka na kuonesha uchungu na wananchi. Mzee Butiku sio yule wa zamani. Hapa napoambia, na naomba mnielewe, mzee Butiku kesha fanya mikutano zaidi ya 3 na Samia. Yuko Ikulu kama anavyotaka. Kesha fanya mikutano na Mwigulu Nchemba. Kila siku yuko na mikutano na CCM. Wanampanga na kumfundisha jinsi ya kuja kuchota akili za Watanzania ili mkubali kufanya maridhiano. Kama mmemsikiliza leo huyu mzee Butiku, kama mtu ana akili na umemsikiliza, unaona unafiki wake. Anachokifanya ni kwamba sometimes anaongea vitu ambavyo wananchi mnavitaka ili ajijengee credibility, ili sasa muamini, alafu ndio awaingize kule. Kwa sababu CCM wamesha realize kwamba mtu akija tu ile na straight kwamba tunataka maridhiano hivi na hivi, wananchi mnamkataa. So wamekuja na hii plan ya mzee Butiku. Mzee Butiku anajifanya yuko na nyie, alafu hapo anachomekea. Kama mmemsikia, kuna sentence kaongea leo wakati akimsema yule mwenezi wa CCM. Kuna sehemu aliongea akasema hata serikali, hata rais wa nchi bado anahangaika kujua kilichotokea. Alafu wewe unaenda kuongea. Yaani anaongea ni kwamba eti Samia bado anahangaika kujua kilichotokea. Samia kesha sema anajua kilichotokea, na kilichotokea ndio kilitakuwa kutokea. Lakini huyu mzee anajaribu kuwapanga Watanzania. Watanzania, hakuna maridhiano na watu waliotuua. Hakuna maridhiano baada ya mauaji yale. Tunachokitaka Watanzania sasa hivi ni haki. Haki. Haki tu, hatutaki chochote zaidi ya haki. Huyo mzee Butiku